Ndugu watazamaji, mimi naitwa Bernard Said Mchomvu, ni mratibu katika kitengo cha Millennium Challenge Account kilichoko ndani ya Wizara ya Fedha. Ndugu watazamaji, MCA inasimama kwa Millennium Challenge Account, ambao kwa kweli ni mfuko ambao ulianzishwa rasmi mahususi na serikali ya Marekani, na mfuko huo uliundwa shirika linalojulikana kama Millennium Challenge Corporation ili simamie mfuko huu. Kama nilivyosema mwanzoni, huu ni mfuko, na mfuko huu ulitokana na mkutano wa nchi tajiri uliofanyika mwaka 2002 ambapo walijadili swala la maendeleo duniani. Na katika kujadili maendeleo, swala la nchi maskini duniani lilizungumzwa. Kubwa ni kwamba kwa nini nchi hizi haziendelei. Hoja mbalimbali zilitolewa, na mojawapo ilikuwa ni kwamba nchi ambazo zinaendelea hazina rasilimali za kuwekeza, na hivyo zinashindwa kupata maendeleo. Kwa upande wa Marekani, ikaamua kuanzisha mfuko maalum ili kuunga mkono juhudi ya nchi maskini ambazo zimeandaa mipango yake ya kukuza uchumi wake na kuondoa maskini. Kwa hivyo kwa kweli haya ndio madhumuni makuu ya mfuko huu ambao ulianzishwa na serikali ya Marekani. Kubwa ni kwamba serikali ya Marekani ilipounda shirika la Millennium Challenge Corporation, shirika hili lilitoa guidelines. Guidelines zile zina vipengele vikubwa kama 16, lakini vipengele hivyo unaweza kuviainisha katika makundi makubwa matatu. La kwanza ni nchi ambayo ina utawala bora au ina utawala wa haki. Sasa hili lina vigezo vidogo vidogo karibu kama 6 hivi. Jingine ni uwekezaji katika rasilimali watu. Hili ni kama vile elimu kwa wasichana, matumizi kwa elimu ya msingi, masuala yanayohusiana na chanjo, ambao hapo tuna kama vigezo 4 hivi. Alafu jingine ni uwazi au uhuru katika kufanya biashara, ambapo viko vigezo kama 6 hivi. Mojawapo ni kama vile unachukua muda gani unapoomba leseni mpaka upate leseni yako unapotaka kufanya biashara. Kwa hivyo kwa ujumla hili lina vigezo kama 6 hivi, na linaleta vigezo 16. Kwa hivyo katika kuchambua, sio Tanzania peke yake, nchi zote ambazo zinafadhiliwa na mfuko huu zinachambuliwa. Kwa hivyo Tanzania ilichujwa katika vigezo hivi ambao nimeainisha vitatu vikubwa, lakini kwa kweli vikiwa vidogo 16. Katika kuchambua tukaonekana kwamba tumepasi mtihani huo. Moja ambapo ningeweza kusema tu ni kwamba katika kipindi hicho mwaka 2005 mojawapo ulikuwa ni swala la rushwa. Kwa sababu dhana ni kwamba kama una mazingira ya rushwa huwezi kupata maendeleo. Sasa unataka maendeleo lakini fedha zinaishia mifukoni kwa watu, hutayapata. Kwa hivyo ikaamuliwa kwamba kuwe na kitu kinaitwa threshold, ambayo ndio fedha ambazo naamini nimeshazungumzia tayari katika vipindi vyetu vingine, ambazo zililetwa kusudi saidie katika kupambana au kuboresha zaidi eneo la kupambana na rushwa. Tumejaribu kuangalia ni barabara pia ambazo zimekuwa ni kero kubwa na ambazo ni matatizo makubwa kwa wananchi, na ambazo tunaamini kwamba ni vikwazo katika kuwaletea wananchi maendeleo. Kuna barabara ya Tunduru Songea mpaka Mbamba Bay. Tunakuwa ni barabara ambayo imezunguka kwa siku nyingi. Tukasema hebu tuijaribishe. Ni barabara ghali, lakini tukasema tujaribishe kuingiza hiyo barabara, kwa sababu kama tukiweza ile tutakuwa tumetoboa ile kanda ya kusini, na watu kule ni watu ambao wana hali ya kufanya kazi. Tunaamini kwamba ile barabara ikitoboka itasaidia pia na bandari ya Mtwara. Kwa hivyo tukachukua hiyo barabara.
Ya pili, tukaona pia kuna barabara Tunduma mpaka Sumbawanga. Tukaingiza pale, tukasema pengine barabara imekuwa ni kilio cha siku nyingi cha wananchi wa pande huu, wanazalisha kwa wingi lakini mazao yanapata matatizo kutoka kule, hasa nyakati za mvua, na mwingine anaoza, na kama anaoza kwa kweli kwamba wananchi wapati kipato. Kwa ni barabara moja hapo ambayo ni Tunduma mpaka Sumbawanga ambayo tumejaribu nayo kuiangalia katika project hii. Nyingine ningesema ni Tanga mpaka Horohoro. Kama mnavyojua Dar es Salaam mpaka Tanga kuna lami, lakini pale mpaka Horohoro hakuna lami. Tulidhani ukifungua hiyo, kwa sababu upande wa Kenya wana lami, unafungua opportunity ya kufanya biashara vizuri zaidi Tanzania na Kenya. Eneo jingine ambayo nimesema katika infrastructure, pia nisema nimalizie viwanja vya ndege. Kigoma ni kiwanja ambacho ni muhimu sana, lakini kwa miaka mingi kina matatizo. Ndege haziwezi kutoa usiku wala kina lami cha kubahatisha. Kwa hiyo alafu kule pia kuna eneo ambao utalii unaweza kupanua. Mbali na kwamba Kigoma ni mkoa ambao unazalisha sana. Kwa hiyo tukasema pengine kile kiwanja nacho kifanyiwe face uplifting. Lakini kuna kiwanja kingine cha Mafia, watu watahitaji Mafia, lakini kiwanja ambacho ni kikitengenezwa vizuri, tunaamini kwamba uchumi wa Mafia utakuwa, na hata utalii kule utaongezeka. Kwa maana hiyo wananchi wa Mafia wataweza kupata nafuu kiuchumi. Sasa hilo ni upande wa barabara. Nije pende kwenye upande wa maji. Kubwa tulikuwa tumeangalia kwamba kwa nini tusijaribu tatua tatizo la maji ya Dar es Salaam. Sasa studies zimefanyika nyingi, lakini kuna mmoja ambaye anahusu bwawa la Kidunda, tuko mkoa wa Morogoro. Tukadhani kama likiweza kufungwa bwawa hilo, utaweza kumaintain level ya mto Ruvu, kwa hivyo kila wakati tutakuwa unapata maji. Kwa hivyo ni mradi ambao pia tumeweka, una matatizo yake environment, lakini tunaendelea kuzungumza na wenzetu. Tunaamini kwamba kama tukiweza hili, utakuwa umeipa Dar es Salaam maji ya kutosha. Kwa hivyo hata shughuli za uchumi, iwe ni viwanda ni nini, utakuwa umeweka catalyst ya kuweza kuendeleza uzalishaji katika jiji la Dar es Salaam. Na pia wananchi ambao bomba inapitia watakuwa wanapata maji. Sasa eneo la tatu ni kama nilivyosema mwanzoni, ni nishati. Nishati tuna zoezi kubwa la umeme. Na nasema kwamba sio rahisi kulitatua haraka hili kwa maana ya MC. Lakini tulidhani pengine tujaribishe miradi midogo ya hydro kwa mito kama Malagarasi ili uweze kuwapatia hata Kigoma umeme wa kuaminika. Alafu kuna Nakatuta kusini huko. Lakini pia kuna kebo ambayo ilikuwa tupeleke umeme Zanzibar. Sasa na kama nilivyosema mwanzoni, tuna Tanzania mainland na Zanzibar. Sasa mwingine ni kukarabati pengine njia za kupitisha umeme. Maana njia ya umeme nayo inachakaa, kwa hivyo unakuta unapata upotevu wa umeme njiani. Kwa hivyo briefly, hayo ndio maeneo ambayo tumeyachagua, na kama nilivyosema na cover barabara Zanzibar na mambo maji Zanzibar. Penduye tu pia kuna maji kwa upande wa Lake Zone. Kuna kama miji 5 hivi. Lake Zone include Misungwi, Bunda, Tarime. Lakini pia tumejaribu kuona kama Bukoba tunaweza kuisukuma na pia Morogoro. Kwa hivyo kwa jumla hayo ndio maeneo ambayo tumechagua. Lakini nataka niweke wazi kwamba hatujapata fedha. Tunashauriana na wenzetu. Kwa sababu kuna tatizo limejitokeza kwamba baadhi yetu tunaambia wananchi tumeshapata pesa, mwaka kesho tunaanza kazi. Sema bado na process ni ndefu. Miundombinu kama sio sahihi, mara nyingi unashindwa, hata mtu binafsi anashindwa kufanya shughuli zake. Kwa mfano kama kuna barabara, huyu mkulima hawezi kusafirisha mazao yake, lakini hata pembejeo haziwezi kufikia mkulima. Kwa mfano mikoa ya kusini, nyote nadhani ambao mmepita kule ni mashahidi. Mvua kishanyesha, Tunduru kule Masasi, kulikuwa ni mgogoro kweli kufika kule. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba maeneo ya miundombinu ndio maeneo ambayo yanasaidia kuchochea kwa kweli ukuaji wa uchumi. Mkukuta huu ni mkakati. Kwa hiyo kilichofanyika pale ni kuainisha
haya maeneo ambayo tunadhani yakifanywa kazi yatatusaidia katika kuleta maendeleo endelevu na kupunguza umaskini. Kwa hivyo kuboresha maisha ya wananchi, kuongezea wananchi kipato na kadhalika. Huo ndio mkukuta, na kama nyote tunafahamu mkukuta ni matokeo ya mashauriano mapana yaliyofanywa kati ya serikali na wadau wengine. Sasa ili mkukuta utekelezwe unataka fedha. Sasa fedha zinatoka wapi? Moja ni fedha kutoka hazina, lakini baadhi yake ni fedha kutoka kwa marafiki kama mfuko huu wa Millennium Challenge Account. Kwa hivyo ningesema kwamba Millennium Challenge Account ni nyenzo ya kutekeleza yaliyomo ndani ya mkukuta. Lakini ningesema tu kwamba wakati mwingine sio rahisi sana kutenganisha maendeleo kwa vijiji na walioko mijini, kwa sababu wote ni wa Tanzania, kwa sababu wanategemeana. Vijiji vinategemea miji na miji inategemea vijiji. Sasa unapopata barabara ni kwamba na barabara zinapitia kwenye vijiji, ni wazi kwamba wana vijiji wataweza kuchukua mazao yao kwa urahisi zaidi. Lakini sio hiyo tu, ni kwamba mbali na kuchukua mazao kwa urahisi, pia hizi barabara zinasaidia kutoa fursa ya uwekezaji kuongezeka katika maeneo hayo. Kwa mfano kama maeneo ambayo makorosho, inakuwa rahisi zaidi kuweka hata viwanda vya kubangua korosho, jambo ambalo linaongeza ajira. Lakini pia hata mashule katika maeneo ya vijiji, barabara zikipita kule au umeme mpatikana, vituo vya afya, mashule, wote pia wanafaidika. Kwa hivyo na uchumi unapokuwa, serikali inapata mapato zaidi, na ikipata mapato zaidi ni wazi kwamba baadhi ya mapato hayo yanarudi kwa huduma za wananchi. Kwa hivyo mara nyingi haijalishi kwamba kama ni viwanda vimefumuka Dar es Salaam, kwa sababu maji hapo na umeme upo, ni kwamba kodi hizo zinapolipwa zinasaidia kuboresha maisha ya wananchi katika vijiji. Lakini kama nilivyosema, yale tuliochagua kwa kweli inakita kwenye vijiji, kwa sababu inapitia kwenye vijiji. Maji katika Lake Zone kule kwa kweli wana vijiji ambao ni wanajua walioko kule. Kwa hivyo MCA tukifanikiwa, wana vijiji, watu wa mijini wote watafaidika. Jambo ambalo ningelisema tu ni kwamba kwanza tunaishukuru serikali ya Marekani kwamba angalau katika hatua kwanza imekubali kwamba na sisi tupeleka maombi yetu. Sasa na serikali inachofanya ni kujaribu kutengeneza mazingira ya kuwawezesha wananchi kujiletea maendeleo, kwa sababu maendeleo ni jitihada za kila mtu, wewe na mimi. Kama kuna watu ambao atakao wamekuja mikono alafu amini kuna atakaleta maendeleo, hata kuja. La pili, iwapo tutafanikiwa, ni muhimu sana tukaitunza hiyo miundombinu kama tutafanikiwa. Sasa hili nalisema makusudi kwa sababu baadhi ya miundombinu iliyopo, na nyinyi nadhani mashahidi, kama mtu anakwenda anaiba waya umeme, hiyo sio maendeleo. Anakuwa anaiba nyaya za mafuta transformer, sio maendeleo. Kwa hivyo nasema ni jukumu letu sote kutunza miundombinu hiyo kama tutaipata, ili wananchi wote kwa jumla yetu tuweze kufaidika na miundombinu hiyo, kwa maana ya kujiletea maendeleo. Sasa jingine ambayo ningetaka nilizungumze ni kwamba, na sikusema pale mwanzoni, vigezo, nilijibu swala la vigezo pale mwanzoni. Lakini vigezo hivyo tunataendelea kupimwa kila mwaka, na kila mwaka inatolewa ripoti kwamba hawa jamaa wako pale pale hawapo. Kama utaonekana hivyo vigezo vyako umevikeuka, unafutwa. Kuna nchi sitakustaja ni zipi, lakini ndani hizo mbili kama tatu ambazo zimekuwa suspended. Sasa nasema ni kwamba ni jukumu letu sote, angalau kama wananchi, kuhakikisha kwamba tunaendelea kudumisha sifa nzuri ya Tanzania kwa kila mtu pale alipo.
Vinginevyo unaweza fika mahali ukafutwa, kwa sababu wakati mwingine kwa maneno ambayo tunajipaka matope wenyewe. Ukijipaka matope mwenyewe, na jamaa kule unajua wanavyopima, wanasikia maneno ya hata mitano unasikiliza. Unasema kumbe wamekuwa hivi. Kwa hivyo nadhani ni muhimu kwamba tuka kitu kimoja, sio tu katika kuendeleza uchumi, lakini pia katika kutunza sifa ya nchi yetu.